Jana jioni alipokuwa anafunga akiwa peke yake katika mahala penye bull hulala, inaonekana bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba, hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini bull imempatia multiple injuries kwa kichwa, kwa shingo, kwa mgongo na kwa matako na kwa tumbo, na tumempata leo asubuhi kama amepoteza maisha yake. So tunashukuru majirani zetu, tunashukuru polisi, wote wamekuja kwa haraka. Saa hii tumemchukua, tumempeleka kwa mochari kule Kakamega. Tutashirikiana na familia ambayo itatuambia mpangilio wa mazishi. Moi ni mwanamume wa miaka 46. Amekuwa kwa hii boma yangu kama kayateka wa ndume zangu za bullfighting zaidi ya miaka 20. He came here like a small boy. He has worked very well. Hii accident imefanyika, na kuna traditional way yenye mambo kama hii ikifanyika ambao tunafanya. Tutafanya hiyo, lakini tutampatia mazishi yake kama Mkristo wetu Mkatoliki wa hapa Irenji Catholic Church. Of course, this is a normal accident. Hii sio mara ya kwanza accident kama hii kufanyika. Jana nilimlipa mshahara. Inaonekana katika ile nguvu ya kuwa na pesa, alienda mahala penye wanaume hukaa jioni, na kwa sababu anapenda sana Inasio, pengine aliamua kwamba kabla hajaenda kulala hajamuone. Na unajua bull huwa tunawalisha kitu ambayo inaitwa molasses. So ukimkaribia kama unanuka molasses, huwa anakuja kwa haraka, anafikiri unataka kumlisha. So katika hiyo kustuka, kwa sababu pengine alikuwa amelewa, nafikiri alitisha bull akijaribu kumsukuma, na bull akawa na hasira. Na unajua bull yetu hatufungi, anakaa tu free. So in the process, kwa sababu alikuwa free, ndio inaonekana alimuattack na kumpatia hizi injuries zote. Mimi kama daktari nimeangalia mwili, kuna pembe moja yenye bull ilimtunga direct in the neck, hiyo ndio ilimuua. Pembe imeingia right into the neck, ikafungua big blood artery yenye imebleed, na Moi akapoteza maisha yake. Yeah. Tunaichukua kama ajali ya kawaida. Huyu ni aunti yake mwenye ni jirani yangu kwa shamba lenye tunafukia mbuzi na zile ng'ombe ndogo, mnaita ndama. Hizi ndama zinaishi kwa shamba ya juu. So Moi anapeleka huko namba na mbuzi, alafu ndio anakuja kuanza na kasi ya bulls. Asubuhi alikunduliwa